Hujambo na karibu mtazamaji wa Rabi TV, na hii ni Ongea na Mstaafu, ambapo inakujia siku ya Jumatano saa 1:30 mpaka saa 2 kamili usiku, na marudio utayapata katika siku ya Jumapili saa 1:30 mpaka saa 2 kamili usiku. Mtazamaji, una nafasi pia kuchangia maoni kwenye namba unayoona hapo kwenye runinga yako, na leo tupo upande wa Tabata Segerea Sheri, na leo tumekuja kukutana na mstaafu hapa, yeye pia atajitambulisha. Usiondoke baba, saizi nzuri tu. Mtazamaji hapa anaweza akashangaa akasema kwamba huyu sawa, kipindi tunajua ni cha Ongea na Mstaafu, lakini wanataka waweze wakujue au historia yako kwa ufupi. Mimi kwa jina naitwa Ali Mfaume. Historia yangu nilipo baada ya kumaliza shule miaka hiyo ya 1977 niliajiriwa, nilipata ajira ya kudumu wakati huo East African Railway and Harbors. Tukafanya hivyo, baadaye kukatokea mkorogano kidogo ndani ya kuvunjika kwa jumuiya. Kwa hiyo kila nchi katika zile nchi tatu zikabaki na mashirika yao, na sisi Tanzania tukabaki na Tanzania Railway Corporation. Basi nimefanya kazi hapo kwa muda, sababu nimeajiriwa pale tarehe 25 mwezi wa 7 1977. Kwa hiyo nimefanya na mabadiliko tofauti tofauti kutoka mara Tanzania Railway, baadaye tukaenda sera ya ubinafsishaji ilipokuja, tukabinafsishwa, tukaingia kwa Wahindi ambao waliita Lahako. Baadaye kaenda hivyo kutokuelewana na wale wawekezaji wenyewe, tukarudi tena kwenye Tanzania Railway ambayo ipo mpaka leo hii. Lakini kipindi hicho mimi tayari nilikuwa nimesha staafu. Mimi nimestaafu 2019. 2019 ndio umestaafu. Lakini bado shughuli za ujengaji wa mabewa na kadhalika na kazi zinaendelea, na vijana wapo, na vijana bado wapo, na kazi zipo, bado zipo. Vipi hususan sasa baba, tukumbuke tu reli, unasema kwamba wewe ni reli ile ya kati. Labda hapa mtazamaji kidogo unaweza ukamfafanulia, labda nyie katika kufanya kwenu kazi mlikuwa mnatembelea mikoa gani na mikoa gani, mtu mwingine ili aweze kujua zaidi. Tuseme TRC ama reli imechukua mikoa mingi, karibuni asilimia naweza nikasema 80 ya mikoa ya nchi hii reli ipo. Moshi, Arusha, Mwanza, Kigoma, Mpanda, Shinyanga. Humo kwanza ndio ilikopita humo Shinyanga, Tabora. Tuseme ukianzia Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, Tabora, Mwanza. Ama Dar es Salaam hivyo hivyo na nini Kigoma. Ama Dar es Salaam hivyo hivyo Mpanda. Ama Dar es Salaam hivyo Tanga. Lakini kulikuwa na injection inafanyika Korogwe. Hii inaenda Tanga, hii inaenda Korogwe. Inaenda Moshi. Pale ndo kama ilikuwa center ya kugawa, hii ya Tanga, hii ya Moshi. Kwa hiyo tuseme mikoa mingi reli imefika. Na shughuli za kuendesha, za kuhudumia mizigo na binadamu kwa ajili ya usafiri wa binadamu ilikuwa inafanyika. Sawa baba, lakini tunajua kwenye kila kazi kuna faida, lakini pia kuna changamoto zake. Je, baba, hapa kwa ufupi kidogo ungeweza kutuambia faida ulizokuwa unafanya kazi huko? Tumesema kwamba TRC kuna faida zake ulizokuwa unapata, lakini pia kwenye kila kazi kunakuwa na changamoto, lakini pia ungeweza kutuambia changamoto ambazo ulizokuwa unapitia. Na tukumbuke mara ulisema kwamba hiyo reli ilikuwa inagawanywa, mara inaenda hivi. Kwa hiyo labda ungetoweza kutuelezea faida, lakini pia na hasara zake, ili hata pia mtazamaji yeye pia aweze kujua zaidi. Kwa ujumla kazi yoyote lazima iwe na faida na changamoto. Siku hizi medani changamoto zake, kwanza faida unapokuwa na kazi kwa njia moja au nyingine lazima uwe na faida, kwamba pato unalopata kwa kipindi kile linakusaidia wewe mwenyewe binafsi na familia. Leo umemsaidia huyu, kesho umemsaidia hivi, pamoja na wewe mwenyewe, lakini familia lazima inapata msaada kutoka kwako, kwa sababu wewe unayo kazi kusomesha. Sasa changamoto hazikosi. Kwa mfano
Unajua kwenye kazi hizi changamoto zake hasa zinakuja kwenye labda mishahara. Mishahara zamani, mishahara ilikuwa inaongezwa kila sikukuu ya Mei Mosi. Na Mei Mosi wafanyakazi wote walikuwa ikishafika karibu wanajua kwenye sikukuu hii labda mgeni wa heshima anaweza akasema hivi, aidha awe yeye mwenyewe au kwa niaba ya huyo atakayemtuma kwamba wewe ndio ukae mgeni wa heshima kwenye sikukuu za Mei Mosi. Lakini ikaendaenda baadaye, unajua walipopatikana wasomi, kulikuwa na taasisi moja ilikuwa inaitwa Scope ambayo ilikuwa inasimamia mishahara kwa ujumla kwa wafanyakazi wote wa serikali na taasisi nyingine. Kwa maana ilikuwa haitaki, yani watu walikuwa wanapishana mshahara kwa ngazi, kwa sababu kutokana labda na elimu na promotion mbalimbali, kwa hiyo mnapishana hivi. Sasa ikafika mahali ile Scope ikavunjwa, wakasema hivi, mishahara ya wafanyakazi itokane na uzalishaji. Kwa mfano TANESCO wanazalisha labda bilioni something, kwa hiyo wenyewe wanaangalia, management inaangalia, sijui bodi, kwamba hapa tukiongeza hizi sio mbaya, hivyo hivyo. Kwa hiyo baadhi ya mashirika walipata faida ya uvunjwaji wa Scope. Lakini sijui kama kuna mashirika mengine, lakini kwa sisi Railway tulipata hasara. Kwa sababu baada ya kuvunjika kwa Scope ambayo tulikuwa tunaitegemea kwamba inasimamia, sasa pale upande wa zile management zikawa wao wenyewe wanafikiria tu kwamba tumezalisha hiki, kwa hiyo wafanyakazi tuwalipe hiki. Sasa hapo sisi tulipata hasara, kwa sababu kipindi hicho sasa wale ambao walikuwepo juu ambao ni management waliona hatuzalishi kwa faida, kwa hiyo tunaongezewa hiyo mshahara. Kwa hiyo kuna kipindi tulikaa miaka 10 hakuna increment wala nini, increment yale maongezeko ya mwaka hakuna. Lakini watu kwa kuipenda nchi na nini hatukukata tamaa. Yaani tulikuwa kama vile kuku wanavyopekua, labda mwakani labda mwakani, miaka inaondoka na wengine wanafikia kwenye retirement. Na ikifika unaondoka hivyo hivyo, ukifika unaondoka. Lakini sisi ambao kipindi kile bado tulikuwa na miaka haijafikia, tukiendelea kuvumilia hivyo hivyo, unaona sisi Railway kwa kweli pale tuliathirika sana. Hebu fikiria wewe unafanya kazi miaka 10 bila kuongezwa mshahara, unafanyaje hiyo kazi? Watu tuliendelea kuvumilia, tulienda kuvumilia mpaka kafika mahali tena huku juu kabisa huku wakakaa wenyewe wakaona lakini walikuja kuongeza ule mshahara wakati sisi wengine tumeshaondoka 2023 22 wakaanza kuongeza, management ikaongezea kidogo, ila baadaye tena tukasikia kuna utaratibu mwingine serikali imeingia pale, imekuja kupanga sasa kwamba ile establishment huyu kwamba huyu yuko hapa, huyu yuko hapa, wewe labda lete vyeti vyako. Unapeleka vyeti, unaonekana huyu kama ametoka chuo. Kama bahati nzuri TRC walikuwa na chuo chao Tabora, ambacho hata mimi mwenyewe nilibahatika kuwepo pale 93 Januari Disemba. Disemba ile mnafanya final mtihani wa mwisho, kutoka pale unapata cheti chako kwamba umetoka kwenye klasi hii umekuja kwenye klasi fulani. Sasa hiyo ilikuwa walitegemea hivyo kwamba watu wapewe sasa mishahara kutokana na zile nafasi zao, wakawafanyia hivyo wenzetu wale waliobaki. Mpaka labda juzi hapa na tutasikia mama naye kaongeza. Kwa kweli mimi nimpongeze mama, kwa sababu katika marais yote mimi bahati nzuri nimefanya kazi na Nyerere, kwa sababu nimemkuta madarakani. Ndio marais wote haijawahi kutokea wafanyakazi kuongezwa kwa asilimia kubwa kiasi hicho. Kwa kweli ni asilimia kubwa. Hao waliopo sasa hivi makazini kwa kweli wamshukuru mama na wampongeze kweli kweli. Maana sisi ilikuwa unaongezwa alafu unafanya ile asilimia mwenyewe unaongezwa hapa labda nimeongezwa
10,000, hapa nimeongezwa 20,000. 20,000 unapiga mwenyewe. Tena hao 20 ndio wale wa chini, kwa sababu ile sinakwenda kufuatana na ngazi. Wa juu waweze akaongezwa sawa na wewe wa chini. Wakiongeza ina maana wale wa juu watawapaisha. Watakuwa hapo juu sana. Kwa hiyo na wafanyakazi ambao wapo makazini sasa hivi wamshukuru mama. Alipowatoa mpaka pale alipowafikisha, wafanye kazi basi, wasimwangushe. Wake sisi hatukuwahi kuwaangusha wale, angalau walikuwa wanatulipa kidogo. Tukaenda nalo, tumepigana vita vya 1979. Idi Amin tulikuwa tunalala kazini, kutengeneza bewa kwa ajili ya kupeleka vifaa, kwa ajili ya kupeleka vitu vingine kwa ajili ya kupambana na nchi. Na mshahara ulikuwa mdogo, hautoshi. Lakini kwamba tunaona kwamba mwaka huu kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaongezea, kwa hiyo wafanye kazi kwa bidii. Wafanye kazi kwa bidii. Waache nini wafanye kazi kwa bidii. Tuseme wenzetu wameweza kubahatika. Kubahatika. Mtazamaji, kama ulivyoweza kumsikia hapa mstaafu wetu, yeye kama yeye anasema kwamba kipindi chao hicho alichokuwa anafanya kazi huko TRC wamekaa zaidi ya miaka 10 bila kuweza kuongezewa mshahara. Je, wewe utaweza ufanye kazi miaka 10 na usiweze kuongezewa mshahara? Baba, kwa kuweza kumalizia tu, je, unawapa ushauri gani vijana kama sisi ndio tunaanza kujipambania, na sisi tunataka labda tufike kama wewe, hata tutakapofika Mwenyezi Mungu atakapoweza kutujalia kwamba tukikaa na sisi kwenye vipindi tuweze tuongee na sema sisi, mimi nilifanya kazi fulani lakini niliweza kufanya 1, 2, 3. Ushauri kwa vijana au kwa kizazi cha sasa hivi, hata pia mtazamaji anayetuangalia hapa. Unajua, kwanza asante kwanza. Vijana vijana kwa kweli mnatakiwa mujipange vizuri sana. Mujipange vizuri kwa sababu maisha, yani kama unavyoona mmea vile, unaanza mdogo, baadaye unakuwa na matokeo yake unaikuta gogo kubwa. Na sisi tulikuwa hivyo. Miaka hiyo ya sisi tunaanza kazi, mimi nilikuwa sinyoi nywele. Nywele zangu zilikuwa naweka kabisa wenyewe. Wazee wa zamani. Una Lizon yako una suruali yako kubwa. Hivi hizo suruali ndo zilikuwa zinaitwa tu bugaro. Ambayo ilikuwa inafuatwa kiatu kilivyo chini ndio ukingo ule wa chini inavyokuwa suruali. Imeanzia huku imekwenda imepanuka chini. Unavaa na shati lako la kubana slim fit, yani limebana, ukiulambia hivi wanavyosema siku hizi. Na wewe ukipita mitaani unasema na watu wanakuangalia sasa, jamaa umeona wale wenzio. Sasa kila kitu kina wakati wake, lakini vijana bila kujipanga, kukumbuka kwamba baadaye nitakuwa kama yule, utapata shida. Kweli maisha magumu, mishahara haitoshi, lakini usitegemee kwa wewe mtu wa chini. Maana sisi kazi hii imetofautiana. Kuna wengine wanapata 500,000, wengine wanapata 200,000, wengine wanapata mpaka 200,000. Sijajua sasa hivi kima cha serikali ndio hicho, labda 100,000 ngapi sio kilichotolewa, 350,000 mpaka huko. Lakini wapo watu ambao pamoja na serikali kuwa na kiwango hicho, lakini hawalipo hicho. Wanalipo chini hapo. Lakini wanasema mwenye kazi ana kazi. Si ndio bwana? Sio sawa sana mkabure. Kwa hiyo hata wale si ajabu ukamkuta huyo anayepata pengine 250,000 au 300,000 kwa muhindi yupo kwenye nyumba yake, kuliko yule anayepata 800,000 au 1,50,000. Kwa sababu tu ya kuona kwamba hiki ninachopata sasa hivi nitakuwa naendelea nacho. Kwa sinapata 2,000,000, basi akili na kutuma kwamba hiyo 2,000,000 utakuwa unapataga hivyo hivyo. Lakini na wewe mwenyewe bila kujiangalia, leo na miaka 20 ama 25, nitakuwa na 30, nitakuwa na 35. Niko muhuni. Kesho nitakuwa na mwenza. Ikifuata nitakuwa na mtoto. Wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ndio mambo yatakuwa yameshonana hivi. Pengine wewe kwa tegemeo lako kama nitakuwa naongezeka kule, sasa ongezeko hamna, lakini wewe familia imeongezeka. Kwa hiyo matayarisho yote yanatakiwa unayaandaa mapema. Wanasema kuna lugha moja wanatumia watu wa zamani, tuwakuta sisi hasa kwa lugha yetu sisi tunasema 2 mtanda 2 karagaza. Yaani unakula
nyingine unaweka. Sile zote ukamaliza. Wa vijana siku hizi wamepata nafasi. Taasisi za kibenki zipo nyingi sana. Sio? Nenda kakope hela. Kanunue kiwanja Bunju wapi. Maana unajua vijana mnaweza mkakaa hivi mkawa mnaongopeana. Wewe unaweza ukajenga bwana kwa mshahara gani? Wewe unaweza mshahara huo ujenge. Ujenge nini? Sio mnaongopeana pale. Lakini sasa mwingine anaweza ana nini zaidi wewe utakwenda kukaa huko wapi sijui wapi labda Chanika huko sijui Omboza sijui Bagamoyo huko Mabwepande huko sijui nini. Lakini Mabwepande miaka yetu sisi kwa kweli huwezi kwenda kununua kiwanja. Miaka yetu sisi hapo nani hapo Chanika huku Segerea kwenyewe mwaka 70 na 80 mimi nilimleta rafiki yangu nimuuzie kiwanja, na nilikuwa sio kumuuzia kiwanja, nilikuwa namwambia tu bwana, eneo hili lote la kwetu jenga pale. Wewe yani wewe kwa sababu mimi nilikuwa natoka na embe huko asubuhi naenda nazo kazini. Sasa wewe nenda bwana, wewe tuletee embe tu tutanunua hapa, ni nani akajenge kule. Kwa hiyo mimi kwanza nimshukuru Mungu alinitoa mapema kwenye ujana. Nilikubali kukaa huku kipindi hicho, huku natoka huku baka ile usafiri naenda kufuata uwanja wa ndege asubuhi na kufuata uwanja wa ndege. Unaona? Lakini yote ilikuwa kwamba sikukata tamaa. Kwa sababu ngoja tu nipambane. Ngoja nikapambana. Mwenyezi Mungu akanijalia nikajenga nyumba yangu ya kwanza ya miti. Unaona? Baadaye ikaenda hivyo, napiga tofali yale napiga tofali mpaka alipofika tofali za kutosha nikaanza kujenga tofali. Kwa hiyo maisha vijana wasiachukulie tu, yani usishindane na mtu ambaye ameanza kazi mara amekopa gari ana drive nini. Yule uwezi ukajua yeye mwenzio chati yake ikoje. Usishindane naye. Tafuta cha kwako. Nenda cha kwako. Huyo hicho kiwango kidogo kinachopatikana, ingine weka, ingine tumia. Ingine weka, ingine tumia. Na usiseme Dar es Salaam hii sijui kwa mikoa mingine, hata hiyo mingine nafikiri ndivyo ilivyo. Usiseme kule mbali shamba. Sio kweli. Sio kweli kabisa. Nenda huko ukienda wewe na wewe ukimwambia rafiki yako na mwingine tayari mshakuwa timu. Haitakuwa mtu mmoja. Unaliona ile eneo lilivyo. Mimi nyumba yangu ndo ya kwanza hii hapa kujenga. Hao wengine wote wamefuata. Na wote hao mimi nimewapokea. Simenti, nondo, mabati yalikuwa nakaa huko kwangu. Mpaka marehemu mama alikuwa na bwata. Wewe mwanangu, wema wako unawapokea watu kumbini wake mwingine wageni hapa basi mnapita kwa shida. Nini unaona? Akawa anaona keo. Mama alikuwa anaona keo. Kwa nini unafanya hivi? Umeona? Kwa hiyo vijana wajitahidi. Maisha magumu kweli, lakini wawe na akili kwamba baadaye watazeeka. Kwamba hakuna mtu anayekaa hivyo, hakuna mabadiliko. Hakuna kitu kama hicho. Mabadiliko lazima yawepo. Wewe utatembea hata barabarani utaona badala ya mtoto sasa. Yaani mtoto mdogo kwanza ndo anayekutambulisha. Akikuona lazima akute babu. Umeona? Hawezi akapita kijana tu akamwita babu. Lazima ataanza na mtoto naye anaangalia huyu anatosha kuitwa babu, anakuita babu. Unaanza kwenda hivyo chini. Sisi wenyewe tulikuwa tuitwi babu, lakini sasa popote utakapoenda unaitwa babu. Kwa hiyo vijana wasilegee. Usione kwamba hapo ndipo labda bia nyingi, starehe nyingi, na watu starehe zimekuwa nyingi sana. Tofauti na miaka yetu. Kwa hiyo starehe ni za kuzipunguza. Kwamba ujue kwamba wewe utafika mahali utahitaji yani ujisaidie wewe mwenyewe. Kwa maana utakuwa na kibanda chako, hata kile cha vyumba viwili ni cha kwako, udaiwi kodi. Hivi mama, nikuulize swali. Makamu yangu mimi ningekuwa sasa ndo nimepanga, alafu wewe ndo mwenye nyumba, ingekuwaje? Unaweza ukajiuliza, sio kwamba baba tunavyoongelea hapa kwamba watu wenye umri wako hawapangi kwenye majumba, wapo tunawaona, na unakuta pia na watoto wadogo wanawategemea. Unaweza ukajiuliza kwamba huyu mzee ujanani kwake ilikuwaje? Unashangaa mpaka sasa hivi kwenye utu uzima yupo bado kwenye nyumba za kupanga na mwanamke wake. Ukiangalia umri hauruhusu yeye kama yeye kuweza kupanga. Sasa hivi tunasema kwamba baba, maisha kwamba mtu tachukulia ni kawaida tu, labda ujanani alichelewa labda kuweza kupata familia, au kuna wale wengine wanachelewa kuweza kufanikiwa.
Kwa hiyo vyote ni vyote utabidi tu umpokee basi kumuombea, maanake mpaka umri huo baba tunasema hajajenga, huyo mtu hataweza tena kuweza kujenga, labda awe na watoto wakubwa aweze kumsaidia kwamba baba, labda tukutafutie kiwanja au eneo, kwenye nyumba za kupanga huko unateseka hivyo, lakini useme kwamba tena umri wako huo baba uanze kuhangaika tena kushughulika na ujenzi, unakuta ni ngumu sana, wachache sana wanaoweza. Eneo hilo sasa ulilozungumza ina mambo mawili. Kuna lile nililosema kwamba la kujisahau, unaona, na lile lingine linatoka kwa kweli kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Naweza kuwa kweli maisha yako yakawa magumu tangu unaanza, yakaendelea hivyo, na wewe sasa mara nyingine kweli ukapata nafasi ukaitumia vibaya, ndio ambayo watu wanapata hela. Lakini ndio hivyo, hawezi. Kuna msanii mmoja nimemuona anaojiwa, anasema yeye hawezi kula ugali. Kwanza ugali anauona kwenye restaurant. Ugali anasema na miaka zaidi ya 20 mimi sijala ugali. Unaona? Sasa mimi nilikuwa naangalia, lakini kinamna haikunipendezesha kwamba ile kama unamkufuru Mungu vile, kwamba Mungu hawezi akakupa majaribu mpaka ukarudi kule kwenye ugali. Jambo ambalo hata ukiwa wewe sasa uko kwenye hili na hili na hili, hapana. Lazima ufike mahali kama nilivyosema mimi, uzeeni, kama ulivyouliza hapo kwamba au ulivyosema kwamba kuna watu wengine wamefikia umri wako na nini na nini. Kweli mara unaweza ukasema maandalizi. Kama utafanya maandalizi mabaya, lazima haya tunasema yanaweza kukukuta. Ukiachilia mambo mengine ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama utakuwa na hayo hata ya Mwenyezi Mungu mengine, umeshafikia umri. Kwa mfano mimi umri wangu, kama ningekosa kuwa na mji wangu, nisingekuwa natakiwa tena mimi nikae mjini. Nirudi tu kijijini kule, nitakuwa na kibanda changu hata cha makuti nje kule, nimelima muhogo nini. Kwa hiyo asubuhi sipati tabu kutafuta kitumbua wala kutafuta nini. Anayetaka kwangu atakuja atanunua muhogo, atachemsha. Ndio. Lakini ukiendelea kukaa hapa mjini, ndio mambo hapa kila kitu pesa, hata kuni. Unapata wapi kuni ya bure? Lakini kijijini utaenda polini unatafuta kuni, unaambia mzee bana katafute kuni. Leo bana, leo kisamvu. Leo kunde. Yaani unabadilisha kama vile unabadilisha kwa raha, lakini badilisha kwa raha. Unabadilisha kwa raha kutokana na mazingira yale. Kwa hiyo pia yapo ya mtu kujisahau, ama tu inakuja kibahati mbaya. Lakini bado msisitizo wangu, vijana msijisahau. Kaona kwamba ujana utaendelea moja kwa moja, ujana una mwisho. Na ukishafikia umri wa mtu mzima na kipato nayo kinapungua. Kwa sababu wewe huwezi kutembea, hata nguvu ya utafutaji baba utafutaji inakuwa haipo kabisa. Kwa hiyo tukazie hapo kwenye utafutaji wa mambo haya ujanani huko, tuwe tayari kujua kwamba na uzee upo. Sio utakuwa kijana tu, na uzee upo, na utafutaji nao unafika mahali unakoma vile vile. Kwamba mimi hapa nikiachilia labda mbali na kodi ya nyumba, sina kingine ninachosubiri ni pensheni. Kuna kodi ya nyumba, ndio. Lakini mwingine sasa kujaliwa na hata kuwa na hiyo pensheni, inakuwaje maisha? Sababu mimi hapa sasa, leo tarehe ngapi? Ikifika kwenye tarehe 25 message itaingia. Ndio unapata na cha kuanzia. Na ukiongezea na vijikodi vile, maisha yanaenda. Lakini sasa kama hayo mambo mengine hayapatikani kiurahisi, kwa kweli inakuwa shida. Kwa hiyo mimi ningewaomba vijana hawakukatazwa, yaani kuna ile miemko ya ujanani lazima uwe nayo, lakini ndio kama hivyo, na ukumbuke na kesho. Kwamba tunasema kula, lakini kumbuka kesho. Kumbuke na kesho. Baba, kwa kumalizia, labda mkumbushe mtazamaji jina lako, lakini pia unapatikana wapi na ulipokuwa unapofanyia kazi. Mimi kama nilivyosema awali, naitwa Ali Mfaume. Niliajiriwa kipindi hicho na shirika la reli, ambayo shughuli zangu nilikuwa nafanyia pale karakana ya reli mtaa wa Mkuluma. Zamani kulikuwa na kituo chetu pale, mtu ukimwambia unaambia bwana, kulikuwa na jumba la sinema pale, ilikuwa inaitwa Choksi. Ukishafika Choksi tu unarudi nyuma kidogo. Ama kulikuwa na nyumba moja ilikuwa inauzwa sana nyama na watu familia za kibalozi, ilikuwa inaitwa Home Butcher. Sasa pale kulikuwa
lipo geti kubwa tu, juu kuna bango Chief Mechanical Engineering, ambako ndo pale nimepotezea umri wote wa miaka 42 miezi 3 na siku 6 nilikuwa pale. Ulikuwa pale mpaka nimestaafu. Sawa. Mtazamaji wa Rabi TV, na mpaka kufikia hapa sisi hatuna la ziada, na leo nilikuwa Tabata Segerea tuongee na mstaafu, lakini tumeweza kusikia vitu vingi tofauti tofauti, ambapo baba alikuwa anatuelezea au mzee wetu alikuwa anatuelezea vizuri kabisa, lakini ameweza kutusi vijana tule, lakini tukumbuke kesho. Lakini ukumbuka hata yeye pia alikuwa kijana na baadaye tunaona kama sasa hivi hapa ameweza kuzeeka, lakini kwamba anawakumbusha tu vijana tujitahidi katika swala zima la kutumia leo, lakini pia tukumbuke kesho, kwani tuandae mfumo mzuri zaidi, ambapo hata hapo baadaye tutakapofikia kwenye kustaafu huwe hata na kitu kidogo cha kuweza kujishikiza. Mtazamaji wa Rabi TV, na sisi tumeweza kutamatisha hivyo. Mimi ni Aisha Mdewa Ali.